tunashukuru Mungu kwa kutupatia tena neema ya kuwa mbele zenu. Tuna neno tu fupi ambalo tutaka tuchangie siku ya leo pamoja, na naamini Mungu ataenda kutubariki sote. Amen. Na tunamshukuru Mungu kwa haki yake na neema yake kutuwezesha tena kuwa siku ya leo mbele zenu, mbele za Bwana. Na Mungu ni mwema kwa yote. Leo tuna neno fupi, neno la rehema, rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu inatufaa ndani ya safari, inatufanya katika yote. Bila rehema yake hatungepata neema. Basi karibu kwa neno letu la siku ya leo. Thank you. Nitaka nizungumze kidogo katika Mwanzo. Tasoma tu kidogo, lakini ili uelewe inabidi kusoma yote. Mwanzo mstari wa 3 yote, unaweza kusoma yote ndio utaelewa hii habari. Lakini nitakamata tu Mwanzo mstari wa 3 mpaka Mwanzo 3 mstari wa 8. Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amen. Hii ni habari ya Adamu na Eva wakati walikula tunda, wakati walifanya dhambi, wakagundua kama wako uchi. Biblia inasema wakajificha. Adamu akajificha. Mungu akaenda akamtafuta Adamu, akakuta Adamu amejificha. Mungu akamuuliza, uko wapi? Adamu akasema, nimejificha. Biblia inatuonyesha hapa kwamba kila wakati tunapokosa, Mungu anakuwa wa kwanza kuja kututafuta sisi. Kwa sababu neno letu linasema usimkimbie Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini mkimbilie Mungu kwa sababu ya rehema. Adamu alimkimbia Mungu wakati alitenda dhambi, akajitenga mbali na uso wa Mungu. Lakini Mungu kwa sababu ni wa rehema, yeye hakuishia hapo. Yeye mwenyewe tena akaenda akamtafuta Adamu. Mungu ni wa rehema kwa hakika. Kila wakati Mungu kwetu anakuwa mwaminifu. Ukiendelea utaelewa hii habari vizuri, na kuencourage uisome yote ili uelewe rehema za Mungu. Kila wakati sisi tunapotenda dhambi, tunakuwa mbali na uwepo wa Mungu. Tunakimbia Mungu. Na nadhani kinachofanya mtu anakimbia wala kujificha ni ile unaanza kuhisi haya. Najisikia ni kwamba ama ile aibu. Naweza kusema aibu. Wakati Adamu walitenda dhambi na Hawa, walijikuta, kwa maana Mungu aliwauliza, mko wapi? Adamu akamjibu, tunajificha. Akasema, kwa nini mnajificha? Adamu akamjibu Mungu akasema, kwa sababu tuko uchi. Nani akawaambia mko uchi? Manake Mungu alijua mara moja hawa watu tayari waisha toka katika mapenzi yake, waisha tayari kutenda dhambi. Unaona? Na ndio maana aibu ndio ilimfanya Adamu aende akajifiche. Aibu kamfanya Adamu aende akajifiche Mungu. Sasa akujua kama
anajificha Mungu anayeona, anayejua. Maana alijua siku walikula tunda, aliona siku walikula tunda, lakini kwa sababu ya aibu ya Adamu akaona tayari ameshamkosea Mungu. Ikambidi akaona kama vile kujificha kwake ndio itakuwa kama vile msaada. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Unasikia sasa rehema ya Mungu. Kwa sababu ni Mungu wa rehema, akaona tayari hawa watu wameshatenda dhambi. Tayari hawa watu walishajijua kama hao tena sio watu tena wa kawaida, washakuwa katika dunia nyingine. Basi rehema ya Mungu ikawaendea wa Adamu na Hawa. Mungu akawatengenezea vazi. Hakika Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Pamoja na wao kukosa, Mungu akuambia okay, mjipange huko. Akawapatia tena. Alikia baadaye walikuwa kuwatoa katika bustani la Edeni. Lakini mbele watoke mle, Mungu aliwatengenezea kwanza vazi ya kujificha, ili kwa maana hao tayari wakashajua wako uchi. Washajitengenezea majani ndio wanavaa. Lakini Mungu akaona hii majani haitadumu. Ikabidi wavae ngozi ya kondoo. Unaona? Rehema ya Mungu ni kubwa sana. Ni kubwa kuliko dhambi zetu. Mwanadamu na ndio uangalie wakati Adamu anatenda dhambi. Alikimbia uso wa Mungu. Na wakati mwanadamu na mpaka leo wakati mwanadamu anatenda dhambi anakimbia uso wa Mungu. Anakuwa na tabia kujificha. Anajificha, maana hapendi tena kumsogelea Mungu. Anakuwa na umbali na Mungu. Ukuwa na umbali na Mungu sio ndio utatuzi wa shida. Na ndio maana Biblia inasema kumbuka mahali ulipoteleza ili ukuje utengeneze. Lakini tunashindwa kutengeneza mbele za Mungu kama vile baba zetu walishindwa kutengeneza mbele za Mungu. Na ukiangalia maisha ya kiroho ya leo na Ukristo wa kiroho, mimi kama vile tuko tu katika desturi zile za kizamani. Mtu unatenda dhambi unashindwa kutengeneza mpaka ulazimishwe tengeneza na Mungu ndio utengeneze. Ni kama vile Adamu alishindwa kutengeneza na Mungu. Alishindwa kutengeneza na Mungu. Unajua kuna wakati mtu anaweza katenda dhambi akajificha. Mimi nadhani pia ni ile kuogopa, kama vile ulisema, aibu. Anaogopa aibu. Kwa mfano, ulikuwa mwimbaji kanisani. Alafu unabeba mimba. So unaona ile aibu. Tayari yani wewe mwenyewe unajitenga kabla hujatengwa. Lakini kwa ukweli sio kuona ndio mtu kamana unaona ile aibu mbele za watu kwanza. Lakini mbele za Mungu uwe na ujasiri ya kusogelea Mungu. Kwa maana wakati unatenda dhambi utaanza kuwa unamtendea mtu dhambi, lakini unatendea ndiye Mungu zaidi dhambi. Kwa maana yeye ndiye muumba wako. Unaona? Na ndio maana tunataka tuwaoneshe watu wawe na ujasiri. Wakati wanaanguka, washimame kwa ujasiri, wamkimbililie muumba. Kwa kuwa Mungu sio mwanadamu. Mungu sio mwanadamu. Biblia yenyewe inasema ni Mungu wa rehema. Unaona? Wakati unaanguka, usiangalie kwanza mwanadamu. Angalia kwanza Mungu. Kwa maana ule ndio muumba wako kwanza. Angalia kwanza, nimemkosea muumba. Na wakati utaelewa nimemkosea Mungu, na ndio utakuwa na wakati na ile ujasiri ya kusema nini, chunga niende nikatengeneza kwanza na Mungu mbele utengeneze na wanadamu. Kabisa. Kabisa. Tengeneza kwanza na Mungu. Ndio kama umemkosea ni mwanadamu, tengeneza na mwanadamu na Mungu pia. Lakini kama unajua ili kosa nimekosea Mungu wa mbinguni, Mungu aliyeniumba, tengeneza kwanza na Mungu. Kanisa ndio kwa sababu ya aibu yako, na kanisa hawezi vumilia aibu yako, watakutenga tu. Kwa maana wataona ni aibu. Hapo kwa kutenga mimi, unajua mimi sikubaliane na hiyo kutenga mtu. Kwa sababu kwanza hiyo kutenga haiko kibiblia, unajua. Kwa sababu Biblia inasema Mungu ni wa rehema, si vile?
na wakati tunapotenda dhambi yeye atutenge, kwa sababu ilikuwa Mungu anatenga angemtenga Adamu kabisa. Mungu alitenga Sasa Adamu alimtenga, lakini sio kama kwa maana aliwatoa katika bustani ya Edeni. sio kama hiyo kimakanisa. Unakutana mtu kwa mfano anaanguka katika dhambi, wanamtenga, usirudi yake tena humu unaenda. Sasa ule mtu kwa sababu ya aibu ndio sasa anaanza tena kutenda dhambi zaidi na anakuwa mbaya tena zaidi. Sasa ile tupige kwanza pale ka historia, ile haiko kumsaidia ka historia pale kidogo kuhusu kutenga. Tuseme mimi nasema madhehebu, madini. Kwa maana kuna sheria zingine zinasaidia ndani ya madini hizi, ndani ya madhehebu hizi. Kwa maana kikanisa, kweli kikanisa kutenga kwangu mimi si kagisi wanasema sio halali, lakini kuna sheria zingine madini, madhehebu zimetengeneza. Na ujue kuna sheria zingine zinasaidia ndani ya madhehebu, kwa sababu kama wanafikia kumtenga mtu ndani ya tuseme kanisa, ni kwa sababu sio kusema inatokana sasa. Kama tuko naona makanisa leo wanasimamisha mtu hadharani, wanamtenga na kuambia na usirudie tena ndani ya hii kanisa. Hiyo sio kihalali. Kwanza wanamwaibisha. Kutenga mtu inakuwa kama vile kumulipiza tu. Maana unamsimamisha kwa sababu gani? Awe mfano kwa watu wengine, ili watu wengine waogope na watembee katika sheria hizo. Kwa maana kule kusimamisha mtu ni maana alienda kinyume na sheria. Sio ndio mnamwadhibu kwa sababu alienda kinyume na sheria. Na kutenga mtu kwa kama vile mnamwadhibu. Lakini katika safari ya kwenda mbinguni, na gisi tuko naona leo makanisa gisi leo wanatenga watu hadharani, wanaambia mtu tunakusimamisha na utoke ndani ya kanisa na usirudie mwa hii kanisa, na kule kunaenda usisemake mimi ndio babako. Ndio tunaona. Lakini tusome sasa Biblia. Biblia inaruhusu yale tuko naona leo ndani ya makanisa gisi wanatenga watu. Ndio neno la Mungu hiyo. Lakini tunakuja kukuta sio neno la Mungu hiyo. Ndio wanaenda katika sheria zao waliopanga ndani ya madhehebu zao. Na hizo sheria, kuna sheria zingine zinasaidia na kuna sheria zingine zinakuwa kama vile ngumu, zinabomoa. Unaona, mimi hakika sikubaliane na ile kutenga mtu. Afadhali hata basi kama kwa mfano kama alikuwa anafanya huduma kanisani, ulikuwa naimba, ulikuwa na mtumishi, afadhali hata basi unasimamisha mtu. Na hakika kama huyo mtu pia naye ni kabisa ni mtu mwenye alikuwa na uhusiano mzuri na mheshimu Mungu, yeye mwenyewe atajisimamisha tu. Usema ile neno kutenga, lakini hapana kumfukuza kabisa. Inatokana, ndio nakwambia dhehebu. Nakwambia dhehebu. Kanisa hakuna mtu mwanaweza fukuza mtu kanisani. Ukiona mtu anafukuza mwingine mtu kanisani, hiyo sio kanisa, hiyo ni dhehebu. Kwa maana kanisa ni la Mungu. Na watu ni wa Mungu. Bila wale watu kanisa haipo. Kwa maana kanisa ni roho. Mimi na wewe ndio kanisa. Sasa ikifika sasa unifukuze ndani ya kanisa, basi sio tena kanisa hiyo. Kwa maana nimekuja kanisani ili nisaidiwe. Sasa nafika kanisani natenda makosa, nafukuzwa kanisani. Hiyo sio kanisa, hiyo ni dhehebu. Na sheria za dini. Sheria za dini ndio zinaongoza ndani ya madhehebu. Lakini kanisani hakuna mtu anaweza nifukuza kanisani, kwa maana kanisa ni la Mungu. Ndio naweza kuwa nimekosea kwa sababu ya aibu hiyo, na kanisa inaona isipate aibu kusema kwa sababu naweza kuwa niko mtumishi nimefanya makosa na kila siku niko nashimama kwenye madhabahu. Hata na mimi mwenyewe kwa sababu ya dhamiri zangu naweza nimemkosea Mungu. Inabidi nifanye nini? Nitengeneze kwanza na Mungu. Nikisha maliza tengeneza na Mungu, kama baraza la kanisa litanikubalia tena kuendelesha huduma, kama naweza tengeneza na Mungu lakini bado baraza linanikubalia mimi kuendelesha huduma. Kwa maana na ndani ya kanisa kuna bidi kuwe heshima fulani. Sio kwa sababu ni kanisa ndio maana
muwe kila kitu kikubaliwe. Hapana. Kanisa namo heshima inabidi iwepo na utaratibu inabidi uwepo. Kuna baraza, kama baraza ipo ni kwa sababu ya kuangalia utaratibu wa kanisa na kushimamia kanisa iende katika misingi ya kiroho. Na mimi kama nimejikuta nimefanya kosa, nimetenda kosa na ninafanya huduma ndani ya kanisa, kwa dhamiri zangu mimi mwenyewe inabidi naweza kwanza kujitosha kwanza katika huduma, kwa sababu tayari nimeshamkosea Mungu aliyenipatia huduma mimi kufanya. Inabidi nirudie, niende nikatengeneze na Mungu. Na kwa sababu neno letu leo ni kwa sababu ya rehema, Mungu wetu ni Mungu wa rehema, atanirehemu. Kwa maana rehema ni huruma ya Mungu. Ndio rehema hiyo, huruma ya Mungu. Unaona? Ndio maana tukisoma soma kitabu ya Wakolosai 3:12. Wakolosai, Kiswahili yangu ya Kongo iko so confusing. Wakolosai 3:12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Jivikeni moyo wa rehema. Utu wema. Unyenyekevu. Upole. Uvumilivu. Mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi msameheane. Unasikia? Jinsi Bwana alivyowasamehe, hivi vivyo nanyi msameheane. Manake Mungu ametusamehe, na ndio hivyo na sisi tunabidi tusameheane. Biblia inasema tuwe watu wenye upole. Kwa sababu gani? Sisi ni watakatifu wa Mungu. Maisha kwa watakatifu. Lakini unakuta misamaha haipo ndani ya watu. Unakuta mtu sasa ule mnamtenga mtu, mnamwambia ondoka ndani ya kanisa, na usirudi yake ndani ya kanisa hiyo. Sasa tunaenda kineno la Mungu. Neno la Mungu linasema msameheane kama vile Mungu alivyowasamehe. Ndio Mtume Paulo anavyosema. Lakini tunakuta watu hakuna msamaha. Muwe wavumilivu. Tasoma katika Yohana 8:3 mpaka 12. Yohana 8:3 mpaka 12. Mpaka 12. Tusome. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Yaani mwanamke kufumaniwa ndio kufanya, walimkamatisha. Mtu alishikwa. Alishikwa katika uzinzi. Wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi, yani katika mudongo.
Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Acha niendelee kidogo. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katikati nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhambi zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao.